tabia ya mtu ambaye ameshindwa kufanya kazi, kwa sababu mahali popote utaenda katika taifa letu la Kenya, watu wanaumia na watu wanalia kila wakati. Sisi wengine tunajiuliza hawa wenzetu viongozi wanaishi wapi? Because there isn't a part of this country I've gone to where you do not meet people suffering, young men and women who have deferred their university learning programs because they cannot raise fees. Kids who cannot go to secondary school because the fees is unaffordable. Levies have been introduced that the government is not even in control of and doesn't even know. These are the challenges we face. Forget about, and we can see, we are not dumb. Tunaweza kuona clearly matamushi haya yanaelekea wapi. This kind of language where it is headed. Kusema eti kwa sababu wakati ule bei ya mafuta ilienda juu wakati Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa rais, mbona hakukuwa na shida? Niko na jibu. Kwa sababu we were responsible leaders, sisi tuliongea na wananchi na tukawaheshimu. Kukiwa na shida na kukiwa na maneno kama hayo, tulikuwa tunaita hata private sector, Kenya Private Sector Alliance, Kenya Association of Manufacturers na wale wengine, tunaketi chini tunazungumza nao. Viongozi wa dini wote wakituitisha, tulikuwa tunafanya kikao nao, tunaongea nao na magavana na wale wengine, because democracy is government by consultation and government by consensus as you go along. Lakini sasa this arrogance that we see here and juvenile hubris that you are witnessing ndio shida. Mimi ya mwisho ningesema ni the worst mistake you can make as a government is to politicize national security issues. Upeleke siasa kwa maneno na masuala ya usalama. Kitu ikitokea useme ni kabila hii ama ni kabila ingine, ni wale wengine, ni sehemu hii. Kasumba kama hii imetuletea shida huko mbeleni. Na tusiende barabara hiyo tafadhali, tutaumiza nchi. Tusiende barabara hiyo. Na yale ambayo yamefanyika jana, ukiangalia mambo ambayo yalifanyika Murang'a jana, mambo ambayo yalikuwa yanafanyika Naivasha, unaona wazi kwamba labda kulikuwa na mpango hapa. But I'm asking the government, if you want to prove us wrong, arrest those who are involved and present them before a court of law, because that is how you prove that you are serious. Lakini kila wakati ni excuses, you know. Maybe somebody should give award this government or record them in the Guinness Book of World Records for being the government that has generated the most excuses to govern. Oh, we inherited empty coffers. Oh, it is Uhuru. Oh, it was Raila and Azimio. Oh, it is who. I mean, it's someone else is to blame, not their own failure to manage the country. Hiyo ndio shida. Tunawaheshimu kama viongozi wetu. Wakati umefika, if they did not see this danger, wakati umefika wa kufanya mjadala. Lakini sisi kama chama cha Jubilee ndio wa kwanza kusema tunajiunga na Wakenya wengine kukataa Finance Bill 2026, reject Finance Bill 2026.